Lengo na dhamira la mkutano huu ambao tumekuwa nao, mkutano mzuri sana, ilikuwa ni kuhamasisha viongozi, jamii na hata pia vijana, kwa sababu pia hapa vijana, viongozi wa vijana, nilisema ni lazima, kama tunazungumzia mradi wa vijana, lazima vijana pia wenyewe wahusishwe, washiriki, na nimeona vijana wengi pia wamekuja hapa. Lengo na dhamira la mkutano wa leo ni kutoa hamasisho kwa viongozi na jamii ya Kilifi kufuatia agizo la Mheshimiwa Rais katika hali ya kukumbatia umoja wa serikali ama whole of government approach katika kutimiza lengo ama ajenda ya mradi unaoitwa NYOTA, kwa maana ya National Youth Opportunities Towards Advancement. Mradi wa NYOTA ni mradi wenye utakao gharimu serikali bilioni 20 katika kutekeleza, na katika hizi bilioni 20 tunalenga kufikia vijana 820,000 820,000 young people, young vulnerable youths. Vulnerable kwa nini? Mradi wa NYOTA unapania kulenga vijana 820,000 ambao kwa sababu moja au nyingine walisoma au hawakusoma, lakini hata wale ambao walisoma hawakuvuka kidato cha 4. Inamaanisha tunalenga vijana ambao hawana skill, hawana cheti chochote cha kuwasaidia katika kutafuta kazi. So lengo la mradi huu ni kuongeza uwezekano wa kupata kuajiriwa kwa vijana ambao awali walikuwa hawana uwezo wowote wa kiufundi. Na lengo la pili ni kuongeza ajira ya kibinafsi. Kidogo hiyo kidogo kwa sababu amesema ni National Youth Opportunities Towards Advancement. Basi mweke mpaka ile miaka ya kijana ya 35 ili vijana wote wahisi kwamba hawajaachwa nje kidogo. Historia kuwa tukushua kama watu wataenda wapeleke pesa magweni ama wanunue nguo. Would it have been a better system for the youth, especially those who are not in school, wapate hizi wakuingia kwa vikundi so that this money can be more effective? Because I believe in groups you will get people who are learned combined with people who are not learned, ili waweze ku better use the money in a business, especially with the skills, the prior learning program that you want to do. Na kufanya hiyo kwa educate and enlighten the people. Would it be more effective kama tufanye kwa vikundi, VSMAs, and groups, that way we can keep accountability of the money? Kuliko upatie kijana mmoja ambaye maybe shida ziko nyingi nyumbani, mama labda mgonjwa, school fees ya dada mdogo, you see, it will be very tempting for that person to receive that 50,000 and allocate it all into business when they have so many things to do, better than yet giving them in a group where there is so many accountability partners. I'm deaf. I have one question. During the training, will there be a sign language interpreter? About the second question, hapo unaambiwa kama wewe ni PWD unaandika membership number. What about mbona ulizi kama wewe ni PWD which category, so that ujue kama ni deaf mtataka sign language wapi ama ujue wewe ni blind? Hivyo ndo anauliza because I'm apply ameuliza tu membership number. Hiyo about the category na if you are a deaf or a blind person haiko. Yeah, that's it. Na bwana PS umezungumzia sana kwamba application ni up to 29 years. But wakuwe wamefika tu form 4 na pengine hawajaenda shule. But we have a lot of youth in that bracket ambao wamemaliza university. Na hata kesho kutwa kwani university will release more than even 1,000 graduates na wengine. Nafasi za kazi ni chache. Hawa youth wetu watatoka, wataenda nyumbani na hakuna mahali ambapo watakuwa readily absorbed. Na kwa sababu they are not in this, is it possible you come up with a product, a package to accommodate those youth within that bracket ambao wanamaliza our universities and other institutions of higher learning, such that they can get some assistance to start their life once they complete or once they graduate. Hata ukimwonyesha hata simu ya smartphone hana,
Hata kujua application hii mnasema hapa si 254 sijui nini, hata kuhusu nini huyu sijui ana everything, every knowledge about beekeeping and bees. Sasa mimi doesn't have. So but who will know about this information? Hii information ili wa apply katika hii kazi. Unasikia fikiri wata hii, na mimi napenda wewe ndio umeleta hawa professional administrators wote. Hii machifu muende kule muambie wale kapi. Kuna jamaa pale anajua maneno ya nyuki sana. Nasikia mheshimiwa amesema tuwapange. Haya, kuna vyenye. Sasa I'm deaf. I have one question. During the training, will there be a sign language interpreter? Sasa tatizo ni wale walengo. Sikiza je? Usikizi wewe. Shida sana. Wewe check. Wewe kwa security. That's okay. Very well. Bwana PS, how are you, sir?